Wapendwa, kwa kipindi cha uwakili tunasema sisi ni mawakili ambapo tuna mkubwa wetu, or we have our boss. Bwana asifiwe. We have our, na ni nani huyo? Ni nani huyo? Ni Mungu. Je, basi wewe kama wakili ni nani? Mkono juu chap chap. Wakili ni nani? Mkono juu. Nikasema tuchangamke. Wakili ni nani? Ni mara yenu ya kwanza kujifundisha kipindi hii? Na mbona mnanyamaza? Sema. Kwa mtazamo wangu, wakili ni yule anayetunza yale aliyokabidhiwa. Haya, sawa, kwa mtazamo wake, kulingana na vile anavyoelewa. Wapendwa, najua makambi ni mengi yamekwisha pita na tumefundishwa juu ya wakili ni nani. Wakili ni mtu aliye chini ya mali ya mwenyewe. Sawa sawa? Na ndio maana nikasema we have our boss. Na our boss ndiye mwenye mali ambapo mimi nawe tukawekwa chini yake. Lakini tunapofika kwenye kipindi cha uwakili, kando na kufundishwa juu ya mali ya mwingine, huwa tunasaidiwa kujua ya kwamba hata sisi wenyewe ni mali ya mtu ama ni mali ya Mungu, hata wewe mwenyewe. Uwakili ni mpana sana, lakini siku tulizo nazo kwa makambi ni chache sana. Hivyo nimechagua topics kidogo ambazo nitatembelea kwa muda wa siku 4 nitakapokuwa nasimama hapa pamoja nanyi. Na topic ya kwanza ama topic ya leo hii itatusaidia kujua who is our boss, ama kwa nini nifanyike wakili mwaminifu. Hii ni kwa sababu nikija kujuana na aliye boss wangu, aliye mkubwa wangu, nikisha mjua ni nani, wapendwa, huenda nitaamua kuwa wakili wake mwaminifu. Bwana asifiwe. Muulize jirani wewe. Jirani wewe, umesikia vile amesema? Maana hiyo ndiyo barabara, na ukipotea haunipati. Na unajua ndio utangulizi. Sawa sawa. Haya, nashukuru mchungaji, sikuwa nimefika masaa ya asubuhi. I'm sorry for that. Hamwezi mkaelewa, lakini nashukuru Mungu anaelewa. Kwa hivyo nina imani ya kwamba aliyesimama na Bible study amejenga hoja yake juu ya kumjua Kristo. Na habari njema hii wapendwa, ambapo tumepata hubiri nzuri kabisa masaa ya Define, tukijulishwa juu ya mtu aliyekuja akasimama kwa niaba yangu, iliyokuwa ndio punishment yangu akafanya nini? Akaipata mwenyewe. Iliyokuwa ndio laana yangu akaichukua mwenyewe. Fedheha zangu akasichukua mwenyewe. Na kwa hivyo kwa niaba yangu akafa. Bwana asifiwe. Niliyekuwa nimepewa habari baya ya kupotea hata milele, now I'm having good news ya kwamba nitaokolewa, ama nimeokolewa na nitaokolewa atakapokuja kwa njia ya kutenganishwa na ulimwengu huu na mauti ya umilele na kuupokea uzima ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Praise be to the living God. Ukiona mtu analala, uinue tu mkono unifanyie hivi. Sasa ukiona mtu karibu na wewe analala, inua mkono, fanya hivi, nitamshughulikia nikiwa hapa. Bwana asifiwe. Nimesema inua kichwa, niangalie, changamka ili uweze kupata kile ninachokisema. Hadithi ya kifo cha Kristo katika kitabu cha Matendo ya Mitume 8 mstari wake wa 33, wapendwa. Maneno yaliyosomwa na mtoashi, na maneno ambayo hakuyaelewa mpaka wakati Roho wa Mungu alipomtuma Filipo kwa mtoashi huyu amuelezee juu ya maneno yale, na Biblia inasema alipoyaelewa maisha yake yakabadilika. Mumenipata? Nikasema habari njema ambayo
katika kitabu cha Mitume, Matendo ya Mitume 8, yalisomwa na mtoashi barabarani akielekea kwao Ethiopia. Hakuelewa ujumbe huo ambao mtumishi akasema ndio ujumbe unaohubiriwa katika ulimwengu wote ili na mwisho ufike. Hakuuelewa, lakini huenda ujumbe wa Sabato akauelewa. Wapendwa, lakini huu hakuuelewa mpaka Roho wa Mungu akamtuma Filipo kwenda kwa mtowashi huyu, akamuelezea, akaelewa, na maisha yake yakabadilika. Tuko pamoja mpaka hapo? Tuko pamoja mpaka hapo? Habari hii njema, wapendwa, ndiyo habari pekee iwezayo kubadilisha mtazamo wangu, mafikara yangu, maamuzi yangu na maisha yangu. Katika kitabu cha Mwanzo 3:15, na ya nukuu, ikifika ni kusoma tutasoma. Baada ya anguko dhambini, Mungu mwenyewe alishuka, na yeye ndiye mwenyewe na wa kwanza wa kuitangaza habari hii iliyo na matumaini, ambapo kwa lugha ya kigeni usioielewa inaitwa a Proevangelium Gospel. Injili iliyo na matumaini kwa waliokuwa wamepotea. Injili iliyo na matumaini kwa waliokuwa wamekaliwa na kifo na wamekaliwa na laana. Aliposema maneno haya ya kwamba mbegu ya mwanamke huyu itakugonga, wakati ufalme wa giza ulipotangaziwa mwisho wake, na wakati Mungu alipotangaza wokovu kwa njia ya Kristo. Kisa hiki ambacho mimi sina wakati wa kukielezea kwa ndani, na kiguzia tu kwenye fundisho hili la uwakili. Kisha hiki ambacho, wapendwa, climax kinaanza Gethsemane na kinaenda kwa msalaba na siku ya ufufuo. Climax yake Gethsemane, msalabani, na wakati na siku ya ufufuo. Ni kisa ambacho mtunzi wa wimbo aliyesema tell me the story of, tell me the, nipe habari za ni tamu sana, kisa chake cha thamani hunipendeza sana, jinsi malaika walipoimba sifa, alipoleta amani kwa watu wa dunia. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu, kisa chake cha thamani hunipendeza. Ndicho kisa peke yake kiwezacho
kubadilisha maisha. Na ndicho kisa peke yake kiwezacho kubadilisha mtazamo wetu wa mambo. Namkumbuka Yesu Gethsemane, amekutana na mama ambaye yuko katika harakati zake, biashara zake za kila siku, shughuli zake za kawaida, na wakati anaposema nipe maji ninywe, kisha ninakupa maji namna gani? Kuna maneno ambayo Yesu aliyosema, akasema ungelijua karama itokayo kwa Baba na ungelimjua ni nani huyu. Wapendwa, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Na katika kitabu cha Yohana 17, uzima wa milele ndio wakujue ewe Mungu wa kweli na wamjue Yesu Kristo uliyemtuma. Ukiingia kitabu cha Wafilipi 3:7 utampata Paulo anasema hivi, nilipomjua Kristo. Bwana asifiwe. Nilipomjua, kwa kumjua kunakozidi mambo yote, basi yakuwa ya faida kwangu na ya hesabu kama mavi. Nipe hilo fungu. Nilipomjua Kristo. Wapendwa, hata nikasema mengine, nitakupigia debe peke yake uibe dance, haitakusaidia unless we know Jesus. Wafilipi 3:7. Wafilipi 3:7 Biblia yasema, lakini hayo yote ambayo ningeweza kuyafikiria kuwa ni faida, wapendwa, maisha yangu, afya yangu, wapendwa, sikia, kazi zangu, shughuli zangu, biashara zangu, lakini hayo yote ambayo zamani zile nilihesabu kuwa kwamba yana faida, nimeyaona kuwa ni hasara kwa ajili ya Kristo. Naam. Endelea. 8 inasema hivi. Naam. Wala sio hayo tu, ila naona kila kitu kuwa ni hasara tupu, lakini mambo yote kwangu mimi ni hasara tupu, kwa ajili ya jambo bora zaidi, kwa ajili ya jambo lililo bora zaidi, yani kumjua Kristo Yesu Bwana wangu. Yani hilo jambo lililo bora zaidi, ambalo limefanya Paulo nikajisahau, ambalo limefanya Paulo nikayaacha yaliyo yangu, ambayo limefanya Paulo nikabadili mtazamo. Wapendwa, lililo bora zaidi ni wakati nilipomjua Kristo Bwana Yesu. Na mnajua hiyo ndio shida ya mwanadamu, wapendwa. Unapomfuata mwenzako ukimuuliza, sasa mbona unaenda hivi, mbona hukuja kanisa, mbona hukuenda fellowship, mbona hukukuja tu shida ya mwanadamu, wapendwa, tungelimjua Kristo, mengine yote yangekuwa ni hasi. Bwana asifiwe. Amina. Vipi unafungua biashara na tuko kwa makambi? Usijali, wachana naye aendelee. Kuna kasoro mahali fulani. Hello. Na kama kuna kibarua utafanya, msaidie huyo mtu akaelewe Yesu ni nani. Akishaelewa, na najua ya kwamba Mungu atawatumia watumishi wake kwa wiki hii. Japo ulimjua, waweza ukamuelewa kwa njia iliyo bora zaidi. Waweza ukamuelewa kwa mapana yake. Kitabu cha Wafilipi 2, Mungu anasema, neno la Mungu linasemaje? Wafilipi 2:5. Wafilipi 2:5.
Neno la Mungu lasema, muwe na msimamo ule ule aliokuwa nao Kristo Yesu. 6. Yeye kwa asili alikuwa daima Mungu, lakini hukufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu. 7. Bali kwa hiari yake mwenyewe aliachilia hayo yote, akajitwalia hali ya mtumishi, akawa sawa na wanadamu, akaonekana kama wanadamu. 8. Alijinyenyekeza na kutii mpaka kufa, hata kufa msalabani. Nashukuru. Amina. Nashukuru. Japokuwa fashion yako imeniweka chini kidogo. That this might be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of cross. Wapendwa, nayapitia maneno haya, nayapitia nikasema, na huu ndio utangulizi. Ukitembea nami utapata kujua kile ambacho Roho wa Mungu ananena na kanisa lake juma hili. Iweni na nia ile ile iliyokuwa ndani ya Kristo. Weka nia kando. Alafu tunaelezewa huyo ni nani? Tunaambiwa ya kwamba alikuwa Mungu, lakini hakuona kule kuwa na uungu kana kwamba ni kitu cha kukubatia, lakini aliacha yote, akachukua hali ya kuwa mwanadamu, akachukua hali ya kuwa mtumishi, akachukua hali ya kuwa slave, akanyenyekea mpaka mauti. Yaani sio mauti tu, lakini mauti ya msalaba. Hebu sikia mwenzangu, mlango huu ambao mchungaji leo akasema ni mlango wa kutokea, ni mlango wa kutokea, na ndiyo habari njema ambayo itamfikiria mwanadamu. Ni mlango ya kwamba aliyekuja kuufungua ni Kristo Yesu, na anaufungua kwa maisha ya nani? Anaufungua kwa maisha yake. Wapendwa, huwa tunaongea juu ya matumaini, na matumaini niliyo nayo mimi yamegharimu uhai wa mtu. Bwana asifiwe. Yamegharimu uhai wa mtu. Naomba kuelezea kwa kifupi sana kisa kwa upana, lakini nikisema kwa machache nilichokisoma kwa Desire of Ages chapter ya Gethsemane, when heaven entered into confusion. Wakati mbingu ilipochanganyikiwa watu wa Mungu. Kama tungelijua aliyoyapitia Kristo kwa ajili ya maisha yetu, hakuna yeyote katika dunia hii angepembelezwa kumfuata, kumtii na kumuishia. Baada ya kuutoa mkate na kikombe na wakaingia Gethsemane, aliwachukua watatu, akawaambia, mniombee, nina uzito kiasi cha kufa. Wala hawakuelewa, na walipokosa kuelewa, akatembea hatua kidogo, akapiga magoti. Yesu akaweka nduru juu, akalia akisema, Baba, kama yawezekana niondolee kikombe hiki, ila sio ninavyotaka mimi, bali wewe. Hatuwezi tukaelewa watu wa Mungu hata tunapoambiwa alitoa jasho la damu. Na hata hatuwezi tukaelewa, wapendwa, anaposimama na kwenda kwa wale watatu na kuwaomba waendelee kumuombea.
hatuwezi tukaelewa. Lakini mtumishi wa Mungu anafunua na kusema, ndiyo siku ambapo ufalme wa giza ulipomjilia Kristo, na video yote ya safari ya msalaba huwa tunaiona wakiact, lakini Yesu aliletewa picha yenyewe ya kile atakachopitia. Are we together, watu wa Mungu? Aliletewa picha yenyewe, akaonyeshwa, wewe ndiye huyu, angalia namna watakavyokurarua kwa viboko, angalia namna watakuweka taji ya mimba, angalia namna watakavyoweka wewe kwa mkuki, angalia namna alionyeshwa safari yote ya msalaba. Na alipoangalia akashtuka, anapolia na kusema, Baba ondoa, anasema ondoa, maana video yenyewe imeletwa machoni pa nani? Maana ndio ufalme wa giza unasema, now this is our time. Tuliambiwa tutagongwa kichwa, niliambiwa nitagongwa kichwa na sikubali kugongwa. Kwa hivyo lazima angefanya kila awezaro kumpa Yesu woga, kumfanya achanganyikiwe, ili aone kana kwamba Yesu aweza akakiondokea kikombe, asigongwe kichwa, utawala wake uzidi kutawala, wapendwa, nawe ukapotea hata milele. Alikuwa swala rahisi. Hello? Bwana asifiwe. Aliletewa kabisa picha ya kile alichokuwa apitie. Na ndio hapo anaongea na wanafunzi ambao hawakumuelewa. Na ndio hapo anapiga magoti, wapendwa, anasema na kiondoke. Na ndio hapo ambapo the capillaries ambazo zimekaribiana na sweat glands zinapasuka, na hiyo damu inachanganyikana na sweat glands, inatoka kama nini? Kama damu. Wasomi, nenda ukaulize ama ukafanya research. It is as a result of extreme grief, sikitiko ambalo limepita mipaka, ndilo laweza sababisha hizo capillaries kupasuka. Wapendwa, sikia, maana japo kuwa ufalme wa giza unataka kumkomesha Kristo, dhambi niliyoitenda na ulioitenda ilikuwa imemtenganisha Kristo na Mungu wake na Baba yake. Na neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Zakaria, inuka, inuka upanga, inuka juu ya mtumishi wangu. Siku ambapo Baba hakumuita Yesu mwanangu. Na ukisoma Isaiah 53 verses 10, wapendwa, anaonekana ni kama amechapwa na Baba. Hasira za dhambi, hasira juu ya the wrath of God because of our sins ilimseparate yeye na mtoto wake. Kwa hivyo wakati anaposema Baba, mbona umeniacha? Na sina wakati tena zaidi, wapendwa, na mpaka hapo ilionekana kabisa ni kweli Yesu anasafa makosa yasiyo yake, na malaika wakawa tayari kutumwa na Mungu wakuja wamchukue Yesu, na historia za wokovu sifike nini? And the angels were very much prepared to come na wamuokoe Yesu. Watu wa Mungu, sikia. Lakini mbingu yote wakaulizana swali hili. Adamu aliyekufa akimtoa mwana kondoo kama kafara, atakapofufuka na apate hiyo historia haikutimika sawa na unabii wa kinywa cha Mungu, atasemaje? Na manabii walioamini kama akina Enoch na wengine akina Isaiah, na wakatabiri juu ya bikira atachukua mimba, atamzaa, watakapopata haikufa, watasemaje? Hello, watu wa Mungu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Na basi malaika aliyetumwa sio wa kumuondoa Kristo kwa mateso. Alitumwa malaika
Uwe tayari nikwambie hivi. Aliyeushika mkono wa Ibrahimu akamwambia wacha, angalia mwana kondoo. That same angel ndiye aliyekimbia, ndiye aliyetumwa akasema ni huyo wapendwa aje kumtia Yesu nguvu aweze kuface the sufferings and the cross. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Huyo ndiye malaika aliyeshuka na alipomjilia Kristo akamwambia hivyo umeambiwa na hicho umekiona ni ukweli. Hivyo ndivyo itakavyofanyika. Lakini akamwambia baada ya msalaba na baada ya ufufuo watatokea fulani Jeni, atakuja Nyafoke, atakuja fulani, atakuja fulani, watakuamini. Na watakapokuamini, watakapokujua, watakubali kuteseka kwa ajili yako. Akaonyeshwa watu watakaosimama kama Paul, watakaosema alikufa kwa ajili yetu ili sisi tunaoishi tusiishi kwa ajili yetu sisi wenyewe, lakini tuishi kwa ajili yake yeye aliyekufa kwa ajili yetu. Akaonyeshwa vijana watakaoyakana maisha, vijana watakaowapendwa pitia kwenye maisha magumu, watakaojitolea, watakaojipeana kwa ajili ya wokovu huo. Na wapendwa, Yesu akaonyeshwa siku ya mwisho akija kulitoa kanisa na kuingia nalo kwenye marango ya Yerusalemu. Akapata nguvu, akasimama na akaenda kuuliza waliokuja kumkamata, mnamtafuta nani? Yesu mwana wa Nazareti. Ndiye mimi hapa. Wanaanguka mara ya pili. Aliomba kikombe kiondoke mara ya pili. Mnamtafuta nani? Tunamtafuta Yesu. Ndiye mimi hapa. Wapendwa, sikia. Na ametembea safari yote ya msalaba. Nikasoma kitabu kikasema waliokuwa wanawasulubisha hawa waizi ilikuwa ni mang'ang'ano, lakini Yesu alijitoa kama vile mwana kondoo. Alijitoa tu. Niwaambie watu wa Mungu, usipoelewa Yesu ni nani na anamaanisha nini maishani mwako, hauwezi kuwa wakili mwaminifu. Mwanzo wako, mwanzo wangu wa kuwa wakili mwaminifu ni kumuelewa Yesu na alichokifanya kwa ajili ya maisha yangu. Niseme nirudie tena. Na ndio maana anapoambia mwanamke Msamaria nipe maji, ambapo dhahiri shahidi sio maji. Hakuwa anahitaji maji. Na hata hakuna wakati alikunywa, hata wakati walikuja wanafunzi, hakuna time nimeona Yesu akinywa maji. Ungelijua ni nani huyu. Na wapendwa, tungelijua Yesu wetu ni nani, tungelikuwa mawakili waaminifu. Kwa hivyo ningesema usikose kuja makambi. Kipindi cha kwanza hadi cha mwisho wiki hii neno la Bwana linatupa kuelewa, linatusaidia kuelewa Yesu ni nani maishani mwetu. Maana huyo ndiye Yesu ambapo tunapomuelewa tushaelewa juu ya habari njema, pambano kuu na good news. Na tukielewa tutakuwa mawakili waaminifu. Wacha nimuangalie Paul baada ya kumjua Yesu Kristo, maneno anayoyasema machache lakini kwa sababu ya wakati. Neno ambalo tumesomewa la Wafilipi 3 mstari wake wa 7 linasema mambo aliyoyahesabu kuwa ni faida kwake ameyahesabu kuwa ni hasara baada ya kumjua Kristo. Anasema yale yote, tena anarudia anasema yale yote, hana wakati wa kuyamention, lakini mengine alitaja. Wapendwa, ni kiburi. Unajua mimi nimesoma sana.
Wapendwa, ni kiburi kinachotokana na ulicho nacho. Una nini? Una mali, sawa. Una nini? Una elimu, sawa. Una nini wapendwa? Una biashara yako, sawa. Una nini wapendwa? Uko na afya, sawa. Una nini wapendwa? Uko na talanta ulizopewa, uko na life, uko na maisha, uko na wakati wapendwa. Una nini mpendwa? Una sifa, una madaraka. Yaani Paulo anasema yote hayo ambayo kwangu mimi Paulo kabla sijamjua Kristo naliyahesabu kuwa ni faida kubwa maishani mwangu. Ndio mambo anasema leo hii nimebadilisha mtazamo. Bwana piwe. Niulizie jirani, unasikia? Muulize jirani, unaelewa? Na kwamba leo hii nimebadilisha mtazamo. Madaraka yangu sasa kama sio kumuinua Yesu, sina lingine. Kiburi nilichokuwa nacho, Paulo anasema, na kama leo hii nitalinga, nitaulingia msalaba wa Kristo. Napenda vile inawekwa kwa lugha yangu, afadhali mungeifahamu lugha yangu. Jamani pastor, lugha ya Kimeru sijui inawekaje. Inasema ya kwamba agekorwa negwitia no nditeire mudharafa wa Yesu Kristo. Ikiwa kuna kitu cha kufanya nilinge. Sio mambo ambayo yanafanya wanaume waseme tunatembea kifua mbele. Amebadili wimbo. Anasema tunalinga sababu Yesu ni mshindi. Dunia yote shangilieni, Bwana Yesu ni mshindi. Haleluya. Amuwezi ipa na hiyo sauti ya kina mmekula mchere ya bosho sai. Jamani. Tunatembea, tunalinga sababu Yesu ni mshindi. Dunia yote shangilieni, Bwana Yesu ni mshindi. Wapendwa, ikiwa huyu ndiye Paul aliyekimbizana na biashara zake mahali zilipo, akabadilisha maisha, akabadilisha marengo. Unamuona Paul amekimbia kule kutangaza injili, amekimbia huku, amekimbia, yani hata anafika mahali katika kitabu cha Matendo ya Mitume 20:24 anasema, sikia, Roho wa Mungu anena wazi kwangu ya kwamba kifungo na dhiki vya nigoja, lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kama ni kitu. Hello, Bwana asifiwe. Siyahesabu maisha yangu kuwa kama, maana kile ambacho Paulo analilia sasa, anasema ni mambo kuhusu makanisa ya Mungu. Amebadili. Asifiwe Yesu. Amefanya nini? Amebadili. Mahali ambapo alikuwa anapeleka pesa zake, anasema unajua lazima sasa, kama ni wewe mwanaume na unaona umegonga miaka 40, lazima uanze kujua sasa tofauti wewe na toigana. Wapendwa, sasa miaka inaenda 40, inaelekea 50, lazima ujue uko na mashamba ngapi, ploti ngapi. Lakini Paulo akabadilisha. Imagine amebadilisha. Anasema sasa kile ambacho kina muhangahangia, na muhangahangia ukuja ni kutafsiria masaa ingine, kile ambacho kina muhangahangia ni injili ya msalaba. Watu wa Mungu, matamanio yake, nia yake ilikuwa ni nawezaje kutoa nguvu zangu, nawezaje kutoa siku zangu, nawezaje kutoa mali yangu, na hata nawezaje kuyatoa maisha yangu. Hello, kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya kazi yake. Haya basi, nisomee Wakorintho wa kwanza. 15 mstari wake wa 10. Hebu usikie Paulo vile anasema, wapendwa. Hebu usikie Paulo vile anavyosema. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake wa 10, Biblia yasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Amen. Na uweke koma mahali kuna koma. Nilisikia hata mchungaji akisema. Haya. Lakini kwa neema ya Mungu, ama kwa fashion nyingine inasema
na ni neema ya Mungu iliyonifanya vile nilivyo. Endelea. Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure. Na neema ya Bwana iliyo kwangu imekuwa si bure. Endelea. Bali nazidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Kwa sababu nimezidi sana kufanya kazi kuzidi wao wote, wala si mimi, ila ni neema niliyoipokea wewe. Hata si bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Amina. Baada ya kumjua Kristo, Paulo anahesabu kuwa ni neema. Na wapendwa, kama kuna kitu ambacho huwa kinafanya ninyenyekee, hata ninapopata mtu amelala kwa mtaro, amelewa mapombe zake, hakuna kumhukumu. Yawezekana, shika mkono, inua yeye. Na kama unamfahamu, jua vile atakavyofika wapi nyumbani. Siku moja nikihubiri Nakuru, niliangalia mwanamke alikuwa mchanga kuniliko. Yaani amelewa, amejibwaga kila mara. Yaani kamwangalia nikauliza, Yesu, isipokuwa ni neema yako tu, si ningefanyika kama huyu? Paulo anasema neema ya Mungu imenifanya vile neema ambayo aliipokea kwa ajili ya mauti, ama kutokana na mauti ya Kristo. Anasema hivi, na kwa hivyo hiyo neema niliyoipokea sijakubali kuipokea. Hamtaongea? Sijakubali kuipokea. Anamaanisha nini? Anamaanisha nini? Akamjua Kristo, akabadilisha mtazamo. Kwa kubadilisha mtazamo, wapendwa, anayoyafanya Paulo sasa anayafanya kwa msukumo wa neema aliyopewa. Wapendwa, tunapoongea hivi leo, kuna mtu ambaye amelazwa kitandani, hata kupinduliwa yenyewe lazima aje mtu apindue? Wapo? Wapo wengi. Guza jirani, mwambie ni neema ya Bwana. Na utapata wapendwa, tunacheza mpaka wakati ugonjwa itakukamata hivi ikuweke chini, ndio unaambia pasi, niombee nipone, nataka kufanya kazi ya Bwana. Hata sijawahi sikia mtu akisema niombee nipone nipikie mume wangu. Wanasemanga ni kazi ya Bwana. Wacha siku ataponywa. Utampata kikomba akitafuta mtushi, wakati kwaya inaendelea kujifundisha, wakati kuna fellowship na anasema enyewe mimi nachua Mungu ataelewa. Ataelewa. Endelea. Nawauliza tena wapendwa, kuna watu sahi wanafanya harambee kwa mgonjwa nyumbani. Yaani walizo nazo zimetumiwa, zimefanya nini? Zimeisha. Wamepeana rogi ya gari, wamepeana title deed ya ona wapendwa. Lakini kwa neema nikikaa pale nimekula maharagwe na hakuna mtu amenilisha kwa kiji. Hakuna wapendwa, nimekula mwenyewe, hata nikaongezea nikashiba. Ni neema. Ni neema wapendwa. Na Paulo anasema ni neema imenifanya vile nilivyo, nami hiyo neema sitaichukulia bure bure. Ndio nasema mwanzo wa mambo yote tutakapoelewa. Na kwa neema hiyo anasema nikafanya kazi zaidi ya wote. Nina dadangu, na kisa hiki ninapokikumbuka sikisemi kwa furaha. Msichana dadangu huyu mdogo wangu amefanya tu class 8. Dadi hakumpeleka seki. Tumechomorewa moro, hizo crashes zikamuaffect. So mfuko yake ikapungua.
Dadangu tu kumaliza class 8 ameenda kazi ya kushona kidogo. Halafu akapigiwa simu akaambiwa unahitajika kazi mahali, akaajiriwa kwenye duka kubwa wala mtu. Na sasa una dadangu anaoga kila siku, anajipoka mafuta kila siku, na ni mweupe kuniriko. Sasa akaangukia. Yaani kuna mwanaume alikuwa anakuja pale dukani young tu hajaoa, akaona dadangu ni graduate, akamuoa. Akawa my sister. Hivyo ameoa dadangu. Wapendwa, acha nikwambie. Huyu kijana alikuwa amefanya degree ya economy. Na akawa mwanabiashara mkubwa sehemu inaitwa ama mahali panaitwa Kangema. Sasa hivyo ameoa dadangu, naye dadangu ana talanta ya kufanya biashara. Wapendwa, within no time maisha ya dadangu yalibadilika. Na kwa sababu haumjui, na sitaki ukuje kumjua, wachana na yeye. Yaani alikuwa anatembea kwa kiburi kiasi tu. Walikuwa wana compete na relative wa Michuki, hiyo Kangema. Akafanikiwa kwa wingi wa mali. Akaja kuacha kanisa, ameajiri watu wengi kazini biasharani mwake, lakini eti lazima on Saturdays awaangalie. Nikajua kimeumana. Tumelelewa na dadi kwa kanisa. Kwa uaminifu wote nikamtembelea dadangu, nikamwambia nina manne ya kukuambia. Jambo la kwanza, usichezee wokovu huu. Hiyo biashara hata kama mmeo si msabato, waache wafanye. Siku ya sabato inapofika, naenda kwa kanisa. Aliniambia acha nikwambie, sometimes mume wangu hakuangi. Huwa ameenda soko kuchukua na sasa mimi siwezi achia hawa. Siwezi. Mwambia sawa. Nikamwambia jambo la pili. Kwenye hii biashara yako, uwe mwaminifu kwa kumtolea Mungu tithe and offering, utafanya ibarikiwe na zaidi. Kaniambia hebu niambie, mawangu si msabato. Na sasa ati tumepata pesa, tumekaa chini, tuanze kukadiria. Haiwezekani. Nikamwambia, japo haiwezekani, si hata anakupatia kilicho chako bwana. Si utoe tithe. La tatu, nikamwambia sikia, ukisikia kuna crusade inafanyika mahali, wewe si mtu wa kutoa kila mshirika wa kawaida anatoa. Ati wamesema 200. Toa kwa sababu Mungu amefanya nini? Utainua biashara yako. Jambo la 4, nikamwambia kwenye Biblia takatifu kuna hadithi ya tajiri. Shamba lake likazaa. Akasema nitapanua gara zangu. Watu wa Mungu tuko pamoja. Sister White anasema hivi. Walikuwemo maskini, mayatima, wajane, aliyofungia masikio. Akajiambia nafsini mwake, mimi nitajenga gara, niweke mali zangu, na nikula siku. Tuko pamoja watu wa Mungu. Jambo la pili, hajasema nitamuuliza Mungu aliyenineemesha namna nitakavyofanya na mazao yangu. Biblia inasema akajiambia nafsini mwake. Na ndio maana neno la Mungu linasema ulia uheanaga moyo. Akamuuliza, mjinga wewe. Kwa nini ni mjinga? Kwa sababu yeye mwenyewe, wapendwa, ana mwenyewe. Nimesema kama mawakili, we have our boss. Ana mwenyewe. Maisha aliyo nayo sio yake. Akili za kilimo sio zake. Hiyo shilingi ya kumulika kilimo na mafertilizer, sijui homicide, pesticide, hiyo yote wapendwa, sio zake, ni za nani? Lakini wakati amefanikiwa, hakumuhusisha Mungu. Aliketi peke yake, akajiambia moyoni mwake, yeye ni mjinga. Uliza jirani, wewe mjinga ama vipi? Wewe niulizie jirani wewe. Wapendwa, angalia, usubuhi kumepambazuka,
Nimeamka nikiwa na afya, wacha niongee na mwenye uhai huo. Bwana asifiwe, tupatane. Nimesoma, nimefanikiwa kwenye masomo, aliyenifanya nifanikiwe, wacha niongee na huyo, akanipe na akili, akaniongozee safari yangu. Bwana asifiwe, haleluya, watu wa Mungu. Nimenawilishwa, kila siku naona mipaka yangu inapanuliwa. Wakati wengine kila wakati unasikia kwenye kijiji fulani huyo mama amejinyonga, kwenye kijiji kingine amekatakata watoto, amekatakata na mke wake. Na uchunguzi ambao umefanywa, wapendwa, ni ugumu wa maisha. Baba anaangalia, anaona sina mahali pa kupeleka familia, wacha nikatakate bibi na watoto tu. Lakini wakati ambapo wanapokufa, ndio wakati unaona mipaka yako siku kwa siku halafu unakaa chini unajiambia vile utafanya. Tuko pamoja? Saidie, hebu nisaidie kufanya kichwa chako hivi, maana nikikufanya utaona nimekudharau. Hebu angalia yule hafanyi. Saidia kufanya kichwa chako hivi. Na unajiambia mwenyewe. So Sister White anasema akafungia kilio cha maskini, akaifungia sauti ya Mungu, na akajiambia, na ndio sasa anaulizwa, sababu na uchukua uhai wako hii leo, na uchukua hii leo, ulivyo navyo vitakuwa vya nani? Nachukua leo, si kesho. Halo, nachukua lini? Na sasa ulivyo navyo unamwachia nani? So nikaambia my sister, nimekupa jambo la 4. Angalia maskini, angalia mayatima, angalia na wajane. Alikuwa mkatili, lakini Roho wa Mungu alikuja kubadilisha maisha yake. Aliniuliza, hey, maskini gani hana mkono? Tajiri mgani, yatima gani hana mkono? Akaniambia niachie maisha yangu, ni mimi na maisha yangu. Nikamwambia tuonane. Simu niliyopigiwa, aliyenipigia simu aliweka duru kwanza. Ni nini? Akaniambia kimbia Kenyatta. Kimbia Kenyatta. Kuna nini Kenyatta? Akaniambia dada yako amepelekwa na ambulance. Kumefanyika nini? Wezi wamekuja kuiba. Amekamata mwanaume, alikuwa shujaa, hata Saidi mrefu, wewe mkubwa, baba yangu ana vijana lakini wako. Sasa amekamata mwizi, amekatalia mwizi. Alafu huyo mwizi anajaribu kushtua yeye na pisto, hashtuki. Alimuwekelea, ikateremuka, ilimuharibu. Lakini Mungu alimuokolea maisha. Akiwa mjamzito wa miezi 4. Na Wakenyatta walipoangalia wakaona ni kama familia iko na kakitu, wakamweka tu hawashughuliki, na risasi imekatalia hapa, kichwa kinakaa hivi. Na ndio hapo baada ya siku kama 3 hivi alipelekwa private wing. Miezi yote alikaa pale. Mume wake hangeweza kwenda kufungua biashara, waliachia wafanyakazi. Acha nimalize story yangu nikwambie. Hata alipotoka hosi hakwenda kufanya hiyo kazi. Ni mjamzito, anakula na pipe. Maana risasi ilipita ikaharibu jicho lote, haonangi na moja, likapasua ulimi, meno ikapigwa. Wapendwa, my sister amejipata sasa hana kazi. Aliyokuwa amewaajiri ni Wakikuyu, na Wakikuyu na Wakikuyu tunafanana na Wakisii. Amen. Waliokota. Wapendwa, Bwana asifiwe. Mnanielewa? Yaani wanaume walimuokota my sister madhaini. Hii mimba alikuwa amebeba ilikuwa ya firstborn. So upendo ulikuwa, mnanielewa?
Wapendwa, utajiri wote wa my sister ulitoroka na hao wanaume. Ametoka Kenyatta, amekaakaa, amejifungua, lazima siku alirudi kazi hakupata. Alijaribu kuinua hiyo biashara, haikuinuka. Na mwisho akahamia Roiro. Roiro, mnajua hapo Roiro? Nashukuru kwa kengele. Alihamia Roiro. Na hauwezi amini nikikwambia, aliishi kutembea kwa manyumba ya watu kuomba kibarua ya kuwafulia manguo ili aweze kuilisha familia. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Na talanta ya biashara, kwa sababu iko ndani yake, amefanya hizo biashara. Mume wake ametafuta kibarua, wakafanya, wakahamia sehemu za Mwea. As we are talking, sahi anasimamishanga lori ya miguu 10, inabeba mchele ya Pishori, analeta hapa Githurai, anapeleka Roiro, na anapeleka sijui hivyo lori mzima ikiwa peke yake anasimamishanga. Bwana alimuinua tena. Uzuri wa yote, alirudi kanisani, alibatizwa. Uzuri wa mambo yote, ni kiongozi na mtu mwaminifu katika kazi ya Bwana. Huwa ananiambia, Niliasa Mseso, ni ya warning ama ni ya mwisho? Ni ya mwisho. Wapendwa, naomba kuacha kwa maneno haya. Tafuta kumjua Kristo na mtazamo wako utabadilika. Tusimame tuombe. Tunaomba. Ushukuriwe Mungu wa mbinguni, jina lako lipewe sifa, kwa sababu umetupenda na ukatupendelea. Mbona ujumbe huu ambao wengi wamefichwa, ulituchagua sisi kundi dogo na ukaona ni vizuri utufunulie. Na japo kuwa tuwakosaji, haujachoka na sisi. Kila siku unaturudisha pamoja, kama vile kuku anavyowaregesha pamoja vifaranga wake. Na hivyo ndivyo unavyotufanyia sisi Waisraeli. Basi jina lako litukuzwe. Imekupendeza juma hili nzima utulete hapa, utuweke pamoja, utufunike kwa neno lako, ili ututenganishe na uovu na hatari na hasira yako itakayoujilia ulimwengu. Tusaidie kuelewa, ili wakati huu tusiuchukulie bure, na neema hii ikatupe msukumo wa kujitoa na kutoa tulivyo navyo kwa ajili ya kazi yako. Nakushukuru kwa wakati huu ambao umenipa kusimama mbele yao, umenilisha na ukawalisha. Jitukuze katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.